Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu tena kupitia jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ni furaha yangu tena kuendelea kusimama katika kulitangaza neno la Mungu na kuendelea kuisimamia kweli ya Biblia. Siku ya leo nitakuwa na machache ya kuzungumza na mtu mmoja atakayeuachilia moyo wake na kuyapa nafasi maneno ya Mungu yakaingie ndani yake. Tunahakikisha tunakufikia kila mahali. Tunahakikisha tunakuletea habari za ufalme wa Mungu kila mahali. Hatutaweza kufumbia macho uovu unaoendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Na haya yamekuwa ni maombi yangu kila wakati, na muhitaji Mungu kwa sababu ya kutengeneza, kwa sababu ya kumrudia yeye aliyetuita. Watu wengi wamekuwa wakifanya masiala katika kumtafuta Mungu kwa kujitafutia maslahi ya pesa. Nataka nikwambie siku ya leo, hakuna mbingu ambayo tunaweza tukairithi nje na neno la Mungu. Hakuna mbingu ambayo tutaweza kuifanikisha kutafuta kwa kuwadanganya watu na kuwaragai kwa neno la Mungu. Kaa ukijua Yesu anakaribia kurudi, na hatutaweza kunyamaza. Tutazungumza tu ule ukweli utakao kuletea amani kwenye maisha yako, pale ambapo utamkabidhi Bwana maisha yako. Hakuna amani ya kweli nje na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hatutakufumbia macho wala kukupepesea macho kwenye dhambi. Tutakugonga kwa kadri ya neno la Mungu lisemavyo. Mtu asiyeweza kuisimamia nyumba yake mwenyewe, mtu asiyeweza kuisimamia nyumba yake mwenyewe atawezaje kulisimamia kanisa la Mungu? Mtu asiyeweza kujitunza katika swala la utakatifu atawezaje kuambia watu wacheni dhambi? Mtu asiyeweza kujisimamia katika swala la kujitenga na uovu atakwambiaje achana na dhambi, jitenge na dhambi? Tutakugonga kadri ya neno la Mungu lisemavyo. Hutaweza kuambia watu waache dhambi wakati wewe unafanya dhambi. Na kama una ujasiri huo, sio ujasiri wa kimungu, ni ujasiri wa kishetani. Yule ibilisi anayefanya kazi ndani yako ndiye anayekupa ujasiri. Usijifariji kwamba una ujasiri ambao unatokana na Mungu. Hapana, hatutaweza kukubaliana na wewe. Hata kama Biblia imesema ya kwamba tutakuwa majasiri kama simba angurumaye,
lakini katika haki, sio katika uovu. Moyo wangu usiponihukumu, nina ujasiri mbele za Mungu. Moyo wangu usiponihukumu kwa habari ya dhambi, nina ujasiri mbele za Mungu. Lakini moyo wangu ukinihukumu kwa habari ya dhambi, sitaweza kuwa na ujasiri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Clear. Mtake Bwana na nguvu zake. Wazanipo kuna amani, kumbe kutatokea uharibifu ghafla. Na kukumbuka kwa nini tulijiingiza kwenye maagano ya namna hii. Laiti tungejua tusingeweza. Kwa hiyo pale ambapo unadhani kuna amani ya moyo wako, ndipo kutakuwa na uharibifu. Unaweka tumaini kwa nabii fulani, alafu unajitafutia amani ya kutosha, kumbe kuna uharibifu ndani yake. Nataka nikwambie siri. Ukiona nabii anatumia mafuta ya upako au anakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu au maagizo ya Mungu, tambua ya kwamba sio yeye tu anayefanya kazi, bali nyuma yake kuna backup inayomsapoti kuingulumisha ile kazi au kuifanya ile kazi. Na ukiona mtumishi wa Mungu kasimamia kweli, sio kwamba ni kwa akili zake au kwa nguvu zake. Kuna backup nyuma yake ambayo inamsapoti kuisimamia kweli ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaendelea kumtangaza Kristo tungali tuko hai, kwa sababu tuliye naye ni mkuu zaidi ya manabii na mitume. Na kama Mungu ndiye kaniita, sitaweza kunyamaza. Haijalishi, lakini nitaisimamia kweli mpaka Yesu atakapokuja kulinyakua kanisa. Maana uovu unatufarakanisha na Mungu. Dhambi zetu zinatufarakanisha na Mungu. Tumia wakati huu kumtafakari Mungu na kuomba rehema mbele za Mungu. Mahali ambapo umeanguka, umemkosea Mungu, umefanya ndivyo sivyo, na ukabaki na amani, ukidhani ya kwamba yale uliyoyafanya ni ya kweli, bila kujua umejiingiza katika maagano ya kishetani. Umejiungamanisha na madhabahu za kuzimu. Wakati bado upo. Wakati bado upo. Omba rehema mbele za Mungu. Nenda mbele za Mungu, mwambie Baba, nimekukosea. Nimekosa juu ya mbingu na juu ya wanadamu. Sikustahili tena kuitwa mwanao, lakini kwa kuwa wewe ni wa rehema, naomba unirehemu. Atakusamehe tu. Omba toba. Tubu leo. Mpe Yesu maisha. Mwambie nimekukosea kwa maeneo mengi sana, ninayoyajua na nisiyoyajua, lakini leo ninakuja kwako. Naomba unisamehe. Naomba unitakase.
niwe mpya tena. Nifute jina langu kwenye kila kitabu cha hukumu, kisha andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Alafu Yesu atakupokea. Yesu atakusamehe. Mungu akubariki sana. Niite mwinjilisti Jackson Samson. Karibu sana katika kipindi chetu cha mafunzo ya neno la Mungu, mahubiri mbalimbali, lakini pia tunakuwa na muda wa maombi wa kumwomba Mungu juu ya vitu ambavyo vinatutenga na uso wake, na kuombea familia, kuombea maisha binafsi, kuombea kazi, kuombea utakatifu ulionao, ili Mungu azidi kukuinua.